Hebu msikilize huyu mwanamke. Tukikaa vijiweni utasikia wanaume wa siku hizi kimoja tu chali. Wanaume walikuwa zamani bwana. Tunajisahau kama sisi wanawake ndio tumesababisha wanaume kimoja tu kuwa chali. Mtoto wa kike saizi anajichubua yeye, anatumia uzazi wa mpango yeye, anaweka kijiti hapa cha miaka 100 yeye, anajitia huku chini mandimu mabamia yeye. Hapo anataka mwanaume akienda aende raundi ngapi. Wanawake wa siku hizi hatuna laza. Tumekuwa baridi. Ndio maana mwanaume mara moja tu hamu hana kuisha. Yaani hana hamu. Tusiwalaumu mwanaume. Tatizo lipo kwa sisi wanawake. Sisi kama mnanielewa. Chuki ni chukieni, roho yangu mniachie. Huyu mwanamke kaongea ukweli, wala hajaongea uongo. Zamani ukikutana na mwanamke umemuoa, cha kwanza unakutana unasema ni nini? Ni anda, siji anda, unatoa anda, unatoa gaglo, unakuja unatoa inaitwa tight. Alafu unakuja unatoa chupi. Ndio unakutana na tunda lenyewe sasa. Unakuta lina joto asili. Halijawekewa michanganyo. Wanawake sasa hivi nyie ukitoa sketi unakutana na makalio, ndio unakutana na nguo ya ndani. Baridi, hamna joto la asili. Alafu nataka mwanaume aendelee kufanya tu, anafanya nini? Umepoa. Umepoa, huna hata ladha. Huna hata joto. Wengine hamvai kabisa nguo za ndani, mnatembea hivyo hivyo. Alafu nataka mwanaume, yani wewe mwenyewe hilo lidude lako haulisamini, haulivalisha hata nguo. Alafu unataka aje mwanaume alisamini hilo lidude lako. Wewe mwenyewe umejijua kwamba huna ladha, una issue. Unaweka siji nini? Siji weka mnato, weka ili uke ubane, umejibana uke, umeweka mnato. Yaani mwenyewe ushajijua kwamba ladha huna. Halafu unategemea eti mwanaume aipiganie hiyo kitu yako. Hiyo ni never. Umekunywa pitu, uzazi wa mpango. Umelala na wanaume 10, siji wangapi wameikojolea. Kila mwanaume akikwambia nipe nitakuoa, ushampa. Nipe nitakuoa, ushampa. Sija akishakuoa utampa nini? Hiyo ni kama zawadi. Unamtunzia mwanaume kabla hajakuoa. Akishakuoa ndo unampa hiyo zawadi. Sasa wewe cha kushangaza hiyo zawadi unaitoa kabla hajakuoa. Akishakuoa umpe nini kingine? Kingine umpe kitu gani? Unajua jinsi unavyomkataa mwanaume ndivyo mwanaume jinsi anavyozidi kukuamini wewe ya kwamba una akili. Lakini kitendo cha kumkubali tu mwanaume na kulala naye, anakupunguzia thamani, anaona wewe ni malaya. Mbona umelala naye na ulikuwa unajifanya unamkazia? Huna issue. Wengine mmejigeuza hizo ndo biashara zenu. Alafu nyie ambao mmejigeuza biashara zinatumika na kila mwanaume. Unaona kwa mfano simu, unavyoitumia simu inapungua thamani, inapungua issue, unaizoea. Sasa wewe hiyo umeitumia wangapi? Wangapi? Wengine wanalamba, wengine sio wananyonya, wengine sio wanafanyaje, wengine wana maumbile makubwa, wengine maumbile madogo, marefu, mafupi, wengine wanaenda dakika 20, wengine nusu saa. Wani wamekuvuruga. Huna hata thamani. Alafu linatoka mitandaoni eti wanaume wana nguvu za kiume na kibamia. Kahaba wa kuzimu wewe. Zamani wenzenu wanawake walikuwa wanaolewa wakiwa na bikra. Jinsi atakavyomkuta mwanaume alivyo, anaamini wanaume wote wako hivyo. Lakini nyie sasa hivi mnazijua, mnaingia kwenye ndoa mmezijua nyingi, ndefu fupi ngapi, mmezijua. Mwanamke hadi uke umetanuka. Joto la asili huna, alafu unategemea mwanaume aendelee tu kufanya hilo na dude lako hilo. Mtateseka sana. Ndio maana mmeletewa, yani dunia imeona binadamu hawawezi kualizisha, wamewaletea maroboti. Maroboti hapo nenda kanunue, ukiona wanaume hawakulizishi. Haya wewe. Maroboti hapo. Unakuta mwanamke ametumika mpaka anasugu. Ukimwangalia kwenye sura mwanamke ni mweupe. Lakini kwenye sehemu zake za siri unakuta ni mweusi. Mweusi kama makao ya nyuki. Anasugu. Kwa sababu ya ile misuguano ya wanaume mbalimbali. Na maskini wanavyojua kukomoa kwa sababu wanawaza ngono, ukikutana naye ni fujo. Mwanamke mweupe lakini ukienda kwenye tunda ni mweusi. Badilikeni wanawake, mwanamke jisamini, jitambue, jielewe. Ukiwa unajisamini mwanamke ndo unakuwa na thamani. Lakini unaanguka na kila mwanaume, huna thamani hata kidogo. Wewe ni takataka. Mrudieni Mungu, acheni zinaa. Mungu anasamehe. Mungu hajawahi kumwacha mtu. Mrudie Mungu leo, ajalishi umefanya mambo ya aina gani. Ukimrudia Mungu ukaokoka, ukamkubali, ukampokea Yesu, kwisha unabaki na amani, unarudishiwa furaha yako. Lakini la sivyo utateseka sana.